Uvamizi wa Rais Donald Trump wa Marekani dhidi ya Venezuela umekumbana na upinzani mkali kutoka maeneo mbalimbali duniani. Operesheni hiyo ya kiharamia ilishambulia Venezuela na kumteka rais halali wa taifa hilo, Bwana Nicolas Maduro na mkewe Bi Celia. Imekosolewa vikali na viongozi wa mataifa mbalimbali pamoja na taasisi na mavuguvugu ya kijamii ulimwenguni, wakiitaka Marekani kumwachia Rais Maduro na kuiacha Venezuela huru kujiamulia mambo yake yenyewe. Ndani ya Venezuela, jeshi limeweka bayana kuendelea utii kwa kiongozi wao Rais Maduro, huku makamu wa rais Delcy, ambaye kwa sasa ndiye anayeshikilia nafasi ya rais kikatiba, amesisitiza kwamba Venezuela ina rais mmoja tu ambaye ni Nicolas Maduro Moros, na serikali itaendelea kupokea maagizo kutoka kwake. Mbali na msimamo wa serikali iliyobaki madarakani, jambo muhimu zaidi ni kwamba maelfu ya wananchi wa Venezuela wameendelea kumuunga mkono rais wao kwa kujaza barabara na mitaa ya miji mbalimbali ya Venezuela kushinikiza rais wao Nicolas Maduro kuachiliwa huru. Huko Amerika ya Kusini, viongozi wa nchi mbalimbali wamejitokeza kulaani uvamizi huo, akiwemo rais wa Brazil Lula da Silva, ambaye alisema kwamba Marekani imevuka mstari kwa kumteka rais wa Venezuela, akiita kitendo hicho kuwa cha kihalifu. Nchini Cuba, Rais Canel Diaz ameonekana barabarani na wananchi wake wakiandamana kupinga uharamia wa Marekani na kusisitiza kuwa ubeberu haukubaliki, na kusisitiza kwamba Cuba iko tayari hata kutoa damu yake kwa ajili ya Venezuela. Rais Petro Gustavo wa Colombia alilaani kitendo hicho na kutaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuitishwa mara moja na kueleza kwamba vikosi vyake vya kijeshi tayari vimeimarishwa mipakani mwa Venezuela. Naye rais wa Mexico Bi Claudia Sheinbaum ameutaka Umoja wa Mataifa kuingilia kati na kumzuia Trump, kwani amekiuka ibara ya pili ya katiba ya Umoja wa Mataifa, the UN Charter. Viongozi wa China, Urusi, Korea Kaskazini na Iran, Rais Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong-un na Ismail Baqal, ambaye ni msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni nchini Iran, wamekemea uvamizi huo na kumtaka Trump kumwachia Maduro haraka. Ikumbukwe kwamba hawa ni miongoni mwa washirika wakubwa wa Venezuela, na siku moja kabla ya uvamizi, Rais Maduro alikutana na viongozi waandamizi wa serikali ya China. Na katika mivutano ya siasa za kijiografia, kuongezeka kwa ushawishi wa China na Russia Venezuela ni miongoni mwa sababu za chuki zaidi ya Marekani dhidi ya Venezuela na viongozi wake, kwani Marekani haijawahi acha kuitazama Amerika ya Kusini kama koloni lake. Huko Ulaya, kwa washirika wa Trump, viongozi wengi wana kigugumizi, kwani ni viongozi wa nchi mbili tu, Hispania na Ujerumani, walioonyesha ujasiri wa kupinga uharamia wa Trump, ambapo rais wa Ujerumani Bwana Frank-Walter Steinmeier aliikosoa vikali sera ya nje ya Marekani, akisisitiza kwamba ulimwengu usiruhusu utaratibu wa dunia kusambaratika na kuwa sehemu ya wanyang'anyi, ambapo watu wasio waaminifu huchukua wanachotaka. Licha ya nchi nyingi za Ulaya kushindwa kumkosoa Trump, wananchi katika maeneo mbalimbali barani humo, ikiwemo Ufaransa, Ujerumani, Uhispania na kadhalika, wamejitokeza barabarani kupinga vikali hatua ya Trump dhidi ya Venezuela. Barani Afrika, viongozi wa nchi za Burkina Faso, Mali, Liberia, Namibia pamoja na Afrika Kusini wamejitokeza kupinga uvamizi huo, huku Umoja wa Afrika nao ukiweka bayana mshikamano wake na taifa la Venezuela.
Hata hivyo, Venezuela pia imepata uungwaji mkono na wananchi wa mataifa mengi barani hapa kupitia mavuguvugu yao, licha ya ukimya wa serikali zao ikiwemo Kenya, Tanzania, Uganda, Benin, Switzerland, umoja wa mavuguvugu ya kijamii Afrika Magharibi na kwingineko. Nchini Marekani nako, Trump anakutana na upinzani mkali. Mapema baada ya uvamizi huo, meya wa jiji la New York, Zohrani Mamdani, aliutaarifu umma kuwa alimpigia simu Trump kumpinga na kuweka bayana kupitia ujumbe wake kwenye ukurasa wa X kwamba kuvamia taifa huru ni kinyume cha sheria, kwani kinakiuka sheria za kimataifa. Wapo pia maseneta wa chama cha Democrat pamoja na baadhi ya maseneta wa chama cha Trump, yani Republican, waliopinga uvamizi huo, na katika hatua ya kumdhibiti Trump walipeleka bungeni mswada wa kumzuia Trump kuchukua hatua zaidi za kijeshi dhidi ya Venezuela bila idhini ya bunge. Ingawa maseneta wa chama cha Trump Republican wamefanikiwa kukwamisha kitendo cha mswada huo kuletwa kwenye Seneti ya kuungwa mkono na 50% ya maseneta, kinaashiria upinzani dhidi ya uvamizi huo katika muhimili huo muhimu wa serikali nchini humo, hasa ukizingatia kwamba baadhi ya maseneta wa chama cha Democrat kama Tim Kaine wamepanga kuendelea kupeleka miswada mingi zaidi ya kumzuia Trump kufanya uvamizi bila idhini ya bunge. Wananchi mbalimbali wa Marekani nao wameandamana katika majimbo mbalimbali wakishinikiza Maduro aachiwe huru, wakilaani uvamizi huo usiokuwa na manufaa yoyote kwa walala hoi wa Marekani, zaidi ya kuteketeza kodi zao ili kunufaisha walafi wachache wanaomezea mate mafuta na rasilimali za Marekani. Jambo kubwa la kuzingatia katika upinzani huu ni kwamba walala hoi wameendelea kuimarisha mshikamano kwa kuanzia kitofuni mwa ubeberu hadi pembezoni mwa dunia. Inashuhudia mwamko wa kifikra ukiendelea kuongezeka siku hadi siku, jambo ambalo linaleta matumaini ya kushinda hila za ubeberu katika ngazi ya kifikra, ambayo ni hatua muhimu katika mapambano ya kujiletea ukombozi kamili.